Kwa hiyo jambo lolote la kijinga lisifanyike humu ndani. Kweli bana, wazazi wakaondoka. Baada ya wazazi kuondoka, Nina akaanzisha mateso rasmi kwa Priska. Akawa anamwamsha asubuhi akaoshe vyombo na nini, tena akiwa anamwamsha na maneno makali. Mbali ya kuwa anamwamsha asubuhi, pia akawa anamwagiza adeki, anamsimamia akiwa anaideki nyumba. Yeye kajikalisha na kula zake matunda tu hapo. Nao alijaribu kuingilia kutetea sana tu, lakini bado ndugu yake Nina alikuwa mkali. Leo Nina akawa amemfuata Priska chumbani kwake. Akamwambia usijifanyishe kabisa kama unajua majukumu yako ndani. Nimekwambia kazi zote unatakiwa kuzifanya. Akamwambia mbona siku zote huaga nazifanya hizo kazi? Tangu jana nimekuwa nikizifanya hizo kazi. Niambie kazi gani ambayo bado? Akamwambia chumbani kwangu ni pachafu na ninahitaji uende ukapafanyie usafi sasa hivi. Akamuuliza nikapafanyie usafi chumbani kwako? Azao, unauliza kivipi? Ni jukumu lako wewe kwenda kupafanyia usafi chumbani kwangu. Mama yangu na baba yangu kukaribisha kwenye hii nyumba haimaanishi kwamba na wewe ni mmoja wa hii familia. Kwa hiyo unataka ujikalishe hapa mimi ndo nikadeki chumba changu? Priska akaondoka zake pale kimya kimya akisema atakwenda kudeki hicho chumba, lakini hakwenda kabisa kukideki. Akaja akakaa na Noah huko. Si anajua Noah mara kadhaa huaga anamtetea. Wakiwa wamekaa pale Nina akawakuta na akamuuliza nilikwambia nini mara ya mwisho? Nimekwenda kule bado hujapafanyia usafi. Mchizi akauliza kinaendelea nini hapa? Priska akamwambia aliniambia nikafanye usafi chumbani kwake. Yaani ukafanya usafi chumbani kwake? Haiwezekani uwezi kwenda kufanya usafi chumbani kwake. Nina akamwambia huyu ni majukumu yake kwenda kufanya usafi chumbani kwangu na ni lazima aende sasa hivi. Mchizi akamwambia huyu sio mtumwa wako na kingine huyu sio dada wa kazi hapa nyumbani. Uanze kumpa majukumu yote ya nyumba. Sio kufanya usafi chumbani kwako. Kaamka asubuhi kaanza kuosha vyombo, kafagia nyumba nzima, kingine kapika chakula kwa ajili yetu sote. Wewe upo umejikalisha unakula matunda tu. Na sasa hivi bado unataka kufanyia usafi chumbani kwako? Nina akamwambia Priska simama. Mchizi naye akamwambia Priska kaa. Nina akamwambia simama sasa hivi kama unataka amani kwenye hii nyumba. Noah naye akamwambia huwezi kwenda kufanya usafi chumbani kwake. Kwa hiyo kaa hapo chini. Priska akakaa, wakamsimamisha kumkalisha mara kadhaa pale. Akamwambia mnajua nini? Nitaenda kufanya usafi tu huko. Wala msiwaze. Yeye akaondoka pale kwa ajili ya kwenda kufanya usafi chumbani kwa Nina. Noah akamwambia ndugu yake sijui umekuwa vipi sasa hivi, lakini uso ubinadamu kabisa. Unamfanya mwenzako kama mtumwa ikiwa yule ni mgeni wetu. Nina alichokuwa anasema hapa, yule sio ndugu yao, sio mmoja wa familia yao. Kwa hiyo hawezi kupata kile ambacho wanakipata wao. Ni lazima afanye kazi zote za nyumbani. Siku inayofuatia wazee wakarudi nyumbani na wamerudi mapema tofauti na walivyosema wataenda kukaa ndani ya wiki mbili. Wamekaa siku chache sana hata wiki haijakuisha. Wakawa wamerudi nyumbani. Nina akawapokea wazazi wake pale na nini wakaingia mpaka ndani huko. Mzee akamtoa mkewe viatu na akaanza kummasaji miguu yake. Mama akamwagiza Nina aende akamtie Priska. Priska akaja pale akamkumbatia bi mkubwa na nini. Anampenda sana huyu mama. Huyu mama ndo kamtoa kijijini kamleta mjini na kaanza kumweka kwenye maisha mazuri. Kwa hiyo ndio maana anamkubali sana huyu bi mkubwa. Akawa anamwambia karibu sana aunti. Akamwambia mara ngapi nimekwambia usio unaniita aunti? Nimekwambia wewe unaniita mama. Nina akashangaa wewe anakuita mama kivipi haswa? Mzee akamuuliza wewe Nina, sijakuelewa unachomaanisha. Kwa hiyo Priska hawezi kumuita mama yako mama pia? Nina akaona fresh tu, lakini hakuwa amekubaliana na hili swala kabisa. Hakupenda mtu mwingine muite mama yake mama. Ndio maana alikuwa amemind kama hivyo. Kama unakumbuka mara ya kwanza huyu mzee alikuwa anataka mgeni yoyote aje nyumbani kwake, lakini baada ya Priska kuja, amejikuta mudi zao zimeendana na kingine kaanza kumkubali sana Priska. Zile momenti za kuosha gari asubuhi na Nina zikawa zimepungua. Siku hizi akawa anaosha na Priska kabisa. Na leo Priska alipokuja kumuulizia babake kwa mama yake, mama akamjibu yupo nje na Priska wanaosha gari. Nina akatoka nje kwa hasira kishenzi. Na akamuuliza baba unauzaje kuja kuosha gari na huyu? Akamwambia lakini unajua uaga sipendi kuwasumbua kwenye usingizi wenu. Na kingine Noah asingekubali kuja kunisaidia. Nina akaendelea kulalamika hii ni moment ambayo wote uaga wanaifanya kwa pamoja. Kwa nini aje kuifanya na huyu mtu ambaye si mtoto wake? Kisha Nina akaondoka pale amekasirika kishenzi. Leo mama na Priska kama kawaida wakawa wametoka zao sokoni. Priska akatangulia na vitu jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula cha jioni. Akiwa jikoni pale anaandaa mboga na nini akatokea Nina na akaanza kujisemea kwa nyuma kule. Akawa anasema I say, da kumbe ni yule yatima mdogo. Yatima fulani alijipenyeza tu kwenye maisha yetu. Mama yako malaya aliamua kukutupa na akajiangamiza peke yake. Hilo linakuja tatizo la mamangu mpaka kuanza kukulea wewe. Baada ya kuongea vile akawa anaondoka. Priska akamwambia wewe njoo hapa. Rudi hapa. Umesema nini? Naye akamuuliza na mamlaka gani ya kunigusa? Akamwambia umesema nini kuhusu mama yangu? Mama yako? Mimi sijamtaja mama wa mtu yoyote yule. Ulisema kitu kuhusu mama yangu. Umesema nini kuhusu mama yangu? Akajibu hakuna. Priska akambamiza bao la nguvu pale. Akamuuliza una wazimu wewe? Umenipiga kibao mimi. Nimekupiga na nitakupiga tena. Nina naye akarudisha bao kwa uzito ule ule kwa Priska. Akamwambia sijalitaja jina la mama yako. Nina akamkamata wakaanza kuvutana pale. Leo lazima wapigane. Inawezekana vipi aanze kumtukana mama yake mzazi hivi tu? Naye amwangalie machoni. Nao akaja na akaanza kuamua ugomvi wao pale. Akauliza mnagombana kuhusu nini? Nina amekuwa mkali kishenzi yani. Upande wa Priska naye kawaka sio kidogo naambiwa. Bi mkubwa naye akazishuka ngazi pale. Akamwambia nimewacha dakika 15 zilizopita. Sasa hivi tayari mmeshaanza ugomvi. Haya kimetokea nini hapa? Nina akaanza kusema niliingia jikoni
kukinga maji, huyo akaanza kunipiga vibao. Naye akajibu, huyo anadanganya mama. Alikuja hapa nikiwa naendelea na mambo yangu, nikiwa napanga vitu kwa ajili ya kuanza kupika cha jioni. Ghafla akaanza kuniita yatima, baada ya hapo akaanza kumuita mama yangu malaya. Nini? Nina, mama mimi nilikuwa, nyamaza. Muombe mwenzako msamaha sasa hivi. Nina akaomba samani ya kibishi, mwisho akaondoka pale. Mama akataka kumbembeleza Priska, lakini Priska akazipanda ngazi akiwa na huzuni kishenzi. Unaambiwa, inawezekanaje atukaniwe mama yake ambaye tayari kashatangulia? Kwa kuwa mama uwaga anampenda sana Priska, akaamua kumfuata mpaka chumbani kwake. Akawa anamwambia Nina uwaga yupo hivi, ni lazima kuna jambo limebadilika kidogo kuhusu yeye, lakini naomba msamehe kwa ajili yangu. Priska akamwelewa, akamwambia na ubaya na mtu yoyote. Sasa wakati anambembeleza pale, mama kuna alama aliiona nyuma ya mgongo wa Priska, na hii alama baada ya kuiona alishtuka sana. Unaambiwa mpaka Priska akamuuliza mama, kuna tatizo? Bi mkubwa akajibu hapana, hakuna tatizo. Lakini uso wa Bi mkubwa ulibadilika pale pale, akawa na mashaka mengi sana usoni mwake. Baada ya hapo akaondoka. Hili ni tukio la pili, hakikisha pia unaliweka kichwani. Asubuhi ya siku inayofuatia Bi mkubwa akapaki nguo zake fresh kwenye mabegi kwa ajili ya kuondoka kwenda kijijini. Mume wake akaja akamuuliza, unaenda wapi? Mbona unapaki mabegi? Akajibu ni kuhusu mama yake. Mama akampigia ni mgonjwa, anakwenda kumuona mara moja, baada ya hapo atarudi. Lakini mke wangu hujaniambia hata kama mama yako anaumwa. Tuondoke wote basi kwenda kijijini. Mama akajibu hapana, atalimudu peke yake. Hatokaa sana kijijini, atarudi hivi karibuni. Ndani ya siku moja au mbili atakuwa kasharudi. Mzee akamruhusu mke wake kwa ajili ya kuondoka. Kweli Bi mkubwa akaondoka na baada ya siku kadhaa akawa karudi nyumbani. Lakini baada ya kurudi nyumbani, mama akawa si yule mama wa mwanzoni kabisa. Roho yake ikawa imebadilika jumla. Sasa hivi huwezi amini anamchukia sana Priska. Huwezi amini hata mzee alipokuwa anapanga mipango ya kumpeleka Priska shuleni, mama alikuwa anagoma, anasema haiwezekani tena. Tayari tumeshamsaidia vya kutosha. Huwezi kuwa unaendelea kumlea mtoto ambaye si wa kwako. Mpaka Priska mwenyewe akashangaa pale. Huyu mama kimempata nini? Lakini kuacha hilo, Bi mkubwa pia alienda akamhamisha kwenye kile chumba ambacho alikuwa anakaa juu, akampeleka kwenye chumba cha chini, chumba ambacho dada wa kazi ndio huwa anakaa. Asubuhi ya siku inayofuatia nao alikuwa anamtafuta Priska kila kona. Ndipo akaja akagundua kamia chumba cha chini siku hizi. Akawa amemuuliza, vyumba vyote vya juu umeviacha, umemia chumba cha chini kwa nini? Akasema hii ni mapenzi yake, kaamua kuchagua chumba cha chini, anajihisi kuwa comfortable zaidi. Mchizi akamwambia, unajaribu kunidanganya, je kuna jambo linaendelea nyuma ya pazia silijui? Priska akasema hapana, hakuna kibaya kinachoendelea, ni maamuzi yake na yaheshimu maamuzi yake. Siku hizi mama akawa akirudi nyumbani anarudi ana hasira kishenzi, yani kama leo amekuja anamlalamikia sana dereva aliyemleta nyumbani. Priska akawa anamwambia mama pole, akamuuliza unamuita nani mama yako? Eti lete mfuko niloacha nje hapo. Kweli Priska akaenda akamletea mfuko wake. Baada ya kumletea ule mfuko, Bi mkubwa akatoa nguo za dada wa kazi, akamwambia zitakuwa uniform zako kuanzia leo. Wewe utakuwa dada wa kazi humu ndani, si chochote wala si mmoja wa familia hii, na kingine katu usije ukaniita mama. Cheki sura ya Nina ilivyokuwa na tabasamu. Hichi ndicho ambacho alikuwa anakitaka siku zote. Hakutaka kuona mtu mwingine anakuja kuchukua mapenzi yake kwa baba yake wala kwa mama yake pia, tena mpita njia kama Priska tu. Priska baada ya kuletea zile nguo na Bi mkubwa nguo za kazi kwa ajili ya kazi zake za nyumbani, Priska akawa ameishi na lile na akawa anafanya kama Bi mkubwa alivyokuwa kaagiza. Leo alikuwa yupo na mzee na walikuwa wanafanya kazi za kampuni. Mzee kuna vitu kidogo alihitaji Priska amsaidie. Mke wake pamoja na binti yake wakamkuta pale na wakamuuliza ni kweli ipo tayari kusaidiwa na huyu msichana wa kijijini, msichana ambaye hana elimu, hajasoma, anakubali vipi kusaidiwa na mtoto kama huyu? Mzee akasema sio kwamba akakosa elimu hivyo, kwa hiyo ndio maana akaona anamfaa sana kwenye kazi yake. Mama akaanza kufoka na kingine akamuuliza Priska unafanya nini hapa? Akamtimua mara moja aondoke pale. Na kingine akawa mkali mpaka kwa mzee pale. Mzee mwenyewe akashangaa mke wake nini kimempata siku hizi. Mama na binti yake wakawapisha wakaondoka. Wakati mzee anapita alimuona Priska akiwa jikoni analia peke yake. Baada ya mama kuanza kumbadilikia siku za hivi karibuni. Mama kwa sasa hivi alikuwa na huruma kabisa juu ya Priska, na kingine akawa anamkata mume wake sana jicho baya. Mimi sijui alipokwenda kijijini kwa mamake mzazi alikwenda kukutana na nini. Baada ya kuiona alama kwenye mgongo wa Priska na baadaye kuaga anakwenda kwa mama yake. Baada ya hapo kurudi nyumbani amekuwa mama katili sana kwa Priska, na kingine akawa amemkatalia simuite tena mama, badala yake muite aunti kama ilivyokuwa kawaida. Mbali ya hivyo mama akaanza kumshawishi mume wake kumleta Priska kwenye nyumba. Ilikuwa ni makosa yake na ni makosa ambayo anahitaji kuyarekebisha. Anataka mrudishe Priska kijijini, lakini mzee kashaka na Priska hapa kwa siku kadhaa kidogo amebondi. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kwake kukubali Priska kuondoka. Akamwambia huyu mtoto ulimleta wewe peke yako, siwezi kukubali kumuona anaondoka tena hapa. Huyu mtoto kwa sasa hivi hana baba hana mama, ni yatima, yani ni lazima akae chini ya uangalifu wetu. Akambembeleza mke wake akamsogeza pembeni pale na nini ili kumtoa kwenye hayo mawazo ya kumuondoa Priska nyumbani. Siku inayofuata baada ya mama kuingia chumbani kwake alikuta zile dokumenti zake mzee kazikagua na kashagundua ukweli wote na kashajua sera ya mama ni ipi. Mpaka bibi mkubwa amekuwa na hasira kama hivyo. Mama akamwambia naweza kuelezea, haipo kama unavyofikiria, naweza nikakuelezea kila kitu. Muda huo mzee amewaka hasira kishenzi unaambiwa. Baada ya pale ikambidi mama iweke familia nzima chini sasa kwa ajili ya kusimulia mkasa mzima. Lakini kabla ya kuanza kusimulia mzee akamuuliza kwanza Priska mama yako alikuwa anaitwa nani? Akasema alikuwa anaitwa Evenly. Akamuuliza alikuwa anaitwa Evenly nani? Majina yake yote matatu. Akasema alikuwa anaitwa Evenly China Sa Collins. Hilo ndilo jina la mama
yake mzazi. Mzee baada ya kusikia vile akaanza kulia kishenzi, huzuni ikawa imemjia usoni mwake. Watoto wake wakawa wanamuuliza mzee kuna nini? Akamwambia Priska ni binti yake wa kibiolojia. Wakashangaa nini? Kwa hiyo kumbe umekuwa ukimtesa ndugu yako kwa kipindi chote hicho? Mzee akaelekeza swali lingine kwa mke wake, kwa nini ulibadilika ghafla? Kwa nini ulikuwa mkali juu yake hivi karibuni? Mama akashuka magoti huko anaomba samahani. Akasema kujua ni nini afanye baada ya kugundua Priska ni binti yake. Na kingine akaanza kusimulia ni kwa namna gani alijua haya yote. Anasema baada ya kuiona alama ilikuwa mgongoni mwa Priska, alipata wasiwasi kidogo, maana alama hiyo alikuwa nayo mume wake. Ndio maana kidogo wasiwasi ulimjaa. Akaamua kurudi nyumbani kwenda kufuatilia zaidi, kwenda kumuuliza mama yake mzazi ni yupi baba yake na Priska, maana mama yake mzazi na bi mkubwa alikuwa anamlea Priska. Kwa hiyo akahisi labda mama yake atakuwa anajua ni yupi baba wa Priska. Kufika kule bi mkubwa alimwambia hamjui baba yake, lakini kama ameanza kupata mashaka, achukua msoki wa Priska na achukua mume wake pia, kisha wakapime DNA. Baada ya hapo DNA siku zote huaga zidanganyi. Mama anasema alifanya kama alivyoshauriwa kweli, na baada ya vipimo vyote aligundua Priska ni mtoto wake halisi. Ndio maana akaanza kuwa mkali kwake. Kwa wakati huo alikuwa mkali ya kujua ni nini afanye. Ndio maana akajikuta anachukua maamuzi ambayo si mazuri. Mzee aliwaka sana kwa mke wake pale, na kingine akamuuliza kumbe ndio maana unataka Priska arudi nyumbani baada ya kujua eti ni binti yangu ukataka umrudishe kijijini? Kwa nini ukuniambia yote hayo? Mama anasema kujua anaanza vipi kumwambia, na kingine akujua ni vipi atakwenda kulichukulia hili. Kwa hiyo kama Priska kuwa ni binti yangu, mlikuwa mpo tayari kumfanyia mabaya yote yale na kumfanyisha kazi zote za nyumbani kwa kuwa tu sio damu yenu? Mama akawa anaendelea kuomba sana kwa mzee pale. Mzee kwanza akamkumbatia binti yake, huyu ni mtoto wa mwanamke wake wa kwanza, na kingine katu hawezi kuikana damu yake. Baada ya pale mzee akaondoka, hakutoa neno moja kama kamsamehe mke wake au vipi, lakini aliamua kuondoka akiwa disappointed kinoma. Mke wake na binti yake kujua ni nini kimewapata mpaka wamebadilika ghafla kama hivyo, na kuwa ni watu wenye roho mbaya na nini, ikiwa siku zote anajuaga wana roho nzuri, ni watu wema. Sasa hivi hajajua kabisa kimebadilisha nini mpaka umekuwa kama hivyo. Mama alilia na akajilaumu kishenzi unaambiwa, lakini pia Nina alianza kuumia kwa kuona kumbe alikuwa anamtesa ndugu yake siku zote hizo. Siku kama 2 hivi zikapita. Priska alienda jifungia chumbani kwake akutaka kuongea na mtu yoyote yule. Noah akaja akawa anajaribu kumwambia afungue sana mlango pale, na kingine akawa anamuuliza utakula nini sasa siku zote hizo? Utakuja ufie ndani uko na njaa. Akiwa anaendelea kugonga gonga pale akashuka Nina. Noah akamwambia sijajua kabisa nini kilikupata wewe ndugu yangu, mpaka muda mwingine huwa anajiuliza kama kweli wewe ndugu yangu umekuwa katili, wewe na mama mmekuwa na roho mbaya, sijui kabisa kiliwapata nini mpaka mkawa makatili kama vile. Nina akamwambia sikuwa najua kama ni ndugu yangu, na pia sipendi haya yote yanavyotokea. Mama yupo ndani mpaka leo amejifungia analia tu peke yake. Akamuuliza kwa hiyo kama ingekuwa ni mtobaki usingegundua kama ni ndugu yako, ungeendelea kumchukia vile vile? Noah aliongea hayo maneno kwa uchungu kama baba yake. Baada ya pale pia akamwacha ndugu yake. Nina naye akaenda akajiegemeza mlangoni pale. Kiukweli alijutia sana kuhusu yote alikuwa anamfanyia ndugu yake. Alikuwa anafanya yote bila ya kujua huyu ndugu yake wa damu kabisa, wameshia baba mmoja. Haya bana, baada ya zile varangati kupita, leo familia ikakaa tena chini kwa pamoja, na mzee akamwambia Priska yupo tayari kumsimamia kwa kila kitu na akampokea kwenye nyumba yake, lakini anahitaji pia kusikia kutoka kwake kama atamkubali kuwa kama baba yake. Priska kakaanza kuongea taratibu, anasema hata kabla ya kujua mimi ni mwanao tayari ulishanipokea kwenye nyumba yako na ukanipokea kama mwanao, ukaanza kunilea kwa kila kitu. Kwa hiyo siwezi kabisa kuondoka mbali na wewe, umenionyesha wewe ni baba yangu wa kweli. Na kingine akamwangalia Noah akamwambia nilihitaji sana kuwa na kaka, aina ya kaka kama wewe nilihitaji kuwa nayo, na sasa hivi ninaye wewe kama kaka yangu. Baada ya hapo akamwambia na wewe Nina, sijui ni nini kilitokea mpaka ukaanza kunichukia. Nilikuuliza mara kadhaa kama nimewahi kukukosea, ukaniambia sijawahi kukukosea. Nilitamani sana angalau kama ungekuwa mwema kwangu, kwa sababu siku zote sijawahi kukuchukia. Baada ya pale pia akamwangalia bi mkubwa. Mzee akamruhusu amfuate mama yake, kwa hiyo akasimama akamfuata bi mkubwa pale. Huyu mama alipani kitu kidogo, lakini sio kwamba ni mtu mbaya. Hata kumleta kwenye hii nyumba ndio alishughulikia kila kitu mpaka akaingia ndani na akamonyesha upendo ambao si wa kawaida. Kwa hiyo Priska akamwambia najua hapo nyuma ilitokea mengi, lakini nimekusamehe. Kwa hiyo mama akamkumbatia tena binti yake, hatimaye familia imekuwa tena na amani. Mzee akashikana na kijana wake mkono pale, hatimaye amefanikiwa kurudisha amani ya familia. Akamkumbatia binti yake na mama pia akamkumbatia binti yake. Bana, na hapo ndo nakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa Room for Her. Niandikie maoni yako kwenye comment hapo. Umeonaje hii movie?